Lakini huko mtaani ilijengeka dhana kwamba huku ni kama jela, kiwango ambacho kilipelekea tukio moja wiki mbili zilizopita hapa jijini Arusha, kijana mmoja kujinyonga kwa kutumia mkanda wake baada ya wazazi wake kumfungia ndani ya chumba akimwambia tunaandaa usafiri wa kupeleka sober house, baada ya kugundua kwamba anatumia madawa ya kulevya aina ya bange na hataki kwenda shule. Kwa tukasema ngoja tupite tuonyeshe namna ambavyo nyumba hizi za upataji nafuu ni sehemu salama za kuishi. Tupo soba, akili zetu wazi, tumechagua. Karibuni sana. Zawadi yenu ya mtu mnaikumbuka? Sana, karibuni. Wale wanatufuatilia kwa siku ya leo, kipindi ni Tupo Soba, na leo tuko kwenye sober house inayofahamika kwa jina la Moshono Foundation Sober House, nyumba ya kupata nafuu kwa waraibu wa dawa za kulevya. Nimefurahi sana kutembelewa leo na DCA ambao pia tukiwa sisi ni sober house tunafanya nao kazi na ni wasimamizi wa hizi nyumba zetu za upataji nafuu. Sisi kama mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tuna miongozo ya uanzishwaji na uendeshaji wa hizi nyumba za upataji nafuu. Kwa hizi nyumba haziendeshwi kiolela olela. Nipende kuwatoa shaka wananchi wote na wajue kwamba mamlaka tuko mstari wa mbele dhidi ya ufuatiliaji wa nyumba hizo wanavyoendelea kutoa huduma, lakini tuna miongozo ya uanzishwaji. Kama unavyoona, wakati tunaingia nyumba ilikuwa na uzio. Ni vigumu kwa mraibu ambaye anaendelea kupata nafuu anayekuwa katika hizi nyumba aidha kutoroka au kushawishika kutoroka kulingana hata na mazingira ambayo umeyaona. Tunamtanguliza Mungu kwa kila kitu. Hata kwenye hizi program zetu kuna misingi ya imani za kiroho tunawafundisha, na ni watu ambao walikuwa wamepoteza mahusiano na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunawafundisha kurudisha mahusiano na Mwenyezi Mungu. Ndugu yako ambaye ni mraibu au mraibu mwenyewe kaamua kuja mwenyewe, taratibu gani zinafuata? Anapofika hapa tunakuwa tunamsajili kuweza kufuata taratibu na miongozo iliyopangwa na DCA. Ni kipimo kizuri ambacho pia sisi kinatusaidia kubaini kwamba tunafanya kazi sawa, lakini kwa kiwango gani kazi inafanyika, wangapi wanasaidika. Najisikiaje kuwa hapa? Najisikia vizuri sana. Tunaendelea kupata nafuu, sivyo? Ndio. Au tumeshapona kabisa? Bado tunapata nafuu. Hongereni kwanza kwa kukubali kupata huduma. Kwa kile kitendo cha utayari na kukubali kupata huduma unajiweka katika mazingira mazuri ya wewe kuweza kusaidika na kupona kwa uharaka. Kwa hiyo hasa sisi tumekuja kuwatembelea na kuona mnaendeleaje, lakini kubaini kama kuna changamoto yoyote ambayo mnapitia. Ipo na hapa sio jela kiukweli. Hapa mahitaji yangu yote muhimu nayapata. Kwa mfano hapa TV tumeshatoka kwenye madarasa yetu, na hata na wale wote waliopo kule nje wajue kabisa sehemu kama vile hapa ni sehemu sahihi kabisa na salama. Na tunaishi kama vile nyumbani. Kwa mfano tunakula vizuri, chakula ni kizuri zaidi ya nyumbani. Kama ambavyo tulisema kwamba nyumba za upataji nafuu sio jela. Tunaona waraibu wanaoendelea kupata nafuu wanapata nafasi ya kupata refreshment kama hivi, wanaangalia mipira, lakini kujihusisha na michezo mbalimbali ambayo itawafanya wasiwe idle wanapokuwa katika hizi nyumba, bali wawe active, akili zao ziweze kujishughulisha. Hizi ni tiba kazi ambazo zinaweza kumsaidia yeye kuweza kuwa ni productive member kwenye society. Kama tunavyoona hiki chumba kina madirisha mawili ambayo tunategemea mtu atakuwa anapata hewa nzuri. Kama na hapo hiki chumba kina washroom, kwa hiyo mtu anaweza akaweza kujihudumia katika kutumia hizo washroom ambazo ziko katika hiki chumba. Turuhusiwi kumpiga na pia turuhusiwi kumpa dawa mpaka tupate idhini kutoka kwa daktari. Tunapokuja kutembea katika hizi nyumba za upataji nafuu, mara nyingi huwa tunataka tubaini hawa waraibu ambao wanaendelea kupata nafuu kama wana changamoto zozote wanazozipitia wakiwa katika hizi nyumba za upataji nafuu. Hasa ni kuzingatia utu wao na usalama wao wanapokuwa katika hizi nyumba. Tulikuwa na afisa kutokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, anafahamika kwa jina la Brenda, lakini pia mwenyeji wetu alikuwa ni Jacobo, na naitwa Korumba Lebaba. Na kipindi hiki kwa jina la Tupo Soba.